za Afrika ya Mashariki. Niko hapa mpaka 7 kamili za mchana. Nimeingia 6 kamili za mchana, si ndio? Mchana waga naziaga saa 6 saa 7 ndipo namaliza. Niliwaambia kwamba hapa ndani tutakuwa na madalali maarufu. Wani waseme tu. Yes. Tutakuwa na madalali maarufu hapa. Tutapiga nao story hapa kutokana na shughuli zao wanazozifanya. Na wiki hii hapa mwanzoni tulikuwa tunazungumzia swala zima la madalali kwamba kuna tuhuma nyingi zinawakuta madalali na mambo wanayoyafanya. Sasa sijajua kwa upande wao wanapokea vipi, na tukumbuke siku za nyuma kidogo Lukuvi, mheshimiwa waziri huyu, alitoa kauli yake kuhusiana na madalali. Sasa wao wameipokea vipi na imekuwaje? Karibuni sana Ivan. Asante sana. Ndio. Yes. Mimi niliwatambulisha, mmoja anaitwa Bwana Benjamin na mwingine jina lake sikulipata vizuri. Naomba mjitambulishe kwa mkubwa wenu. Okay, kwa majina naitwa MC Beni Masauti. No. Hiyo ni nickname. Lazima niliweke mbele kwa sababu ndo nakuponea njaa. Ndio. Yes, dalali mkuu Beni Masauti. Ndio. MC Beni Masauti, pia nashereheshaga masherehe baadhi. Ndio. Lakini pia ni dalali mkuu. Unajua tumejipa majina mengi nickname kwa sababu ya mazingira. Ndio. Unajua ni sehemu ambayo tunajaribu mtu, ofisi ni ofisi, lazima uiwekee mazingira ionekane. Yaani hata ukifungua duka leo hii lazima uhakikishe linaonekana, unaweka kabisa ofisi, unaamka saa 1, sio unaipuuza, mwisho wa siku itakuwa ofisi kubwa. Kwa mimi jina langu la ofisi ni Beni Masauti. Nyama ndogo mchuzi mnene. Yes. Nakubali. Mzee hapo karibu sana. Asante sana. Ndio. Kwa jina naitwa Final. Ndio. Kisole ndio jina ambalo linajulikana zaidi. Sawa. Na shughuli zetu kama kwa za udalali hizi. Ni broker. Unaenda na bwana mdogo hapa Benjamin au Masauti. Tunashirikiana kwa karibu sana. Kwa shughuli zetu ziko vizuri. Ndio. Na tuko waaminifu vizuri sana na tunakubarika. Sawa. Na mara nyingi nawaona mpo wawili. Alafu kuna mwenzenu hayupo hapa. Yes, mwacha. Tuko watatu kama mapacha. Mapacha. Sawa. Yes. Sasa mimi nimewaita hapa tupate ufafanuzi kutoka kwenu nyinyi wenyewe. Yes. Mimi naweza kuita nyinyi kama ni watuhumiwa watuhumiwa nyinyi, inakuaje kwenye hili? Ndio. Kwa sababu watu wanalalamika, inasemekana nyinyi madalali mnaziwia vyumba vya watu. Mimi naweza kuhitaji chumba sehemu, nikafika hapa Dream anahitaji chumba, naambiwa bwana chumba kamuone mtu fulani. Mwenye nyumba ananiambia hivyo. Sasa hii imekaaje hii wakati mwenye nyumba ndo mwenye mamlaka ya kufanya jambo lote, lakini nyinyi ndio mnashikilia kila kitu? Yes, of course. Mimi kwa upande wangu nilielezea kwa kina jinsi nilivyoliona hilo swala. Ndio. Nafikiri nadhani sio mara ya kwanza. Ni kama ni miaka kama 4 imepita nilizungumza hilo swala. Ndio. Unajua dalali ni aina tofauti sana na winga. Unajua winga hata kitu kama kipo Kariakoo pale sokoni, ndio winga anakuletea kile kitu. Atakuja nacho tu. Anakuambia unataka kitu fulani, simu fulani inapatikana. Hii tunaenda sehemu fulani, winga anakuletea pale. Wewe unajaribu kuagiza kwa bei yako. Lakini kwa dalali mimi nadhani mahusiano mazuri ya mwenye nyumba na dalali ni pale ambapo anamletea mteja. Ndio. Baada ya kumletea mteja ameshapanga pale tayari, urafiki unaendelea, lakini mawasiliano yanakwisha kwa muda. Inapotokea shida yoyote ni kwamba mwenye nyumba atamtafuta yule dalali wake aliyemleta pale mteja. Lakini issue inapokuja ni kwamba dalali ni kipato kidogo tu, mtu ambacho anajitafutia riziki. Sawa. Ni walio wengi humu ndani